Kisa cha leo ni kijana namjua vizuri, tulikuwa tunafanya kazi kule nchini kwetu na alikuwa jirani yangu, na nilikuwa namwamsha kila mara tuende alfajr, kwa sababu niliona kama anakuwa ni mzito kuamka alfajr, akaniomba ningongee hakadha. Baada ya muda mimi nikahama kazini kule, nikaenda sehemu nyingine, tukawa tukuonana muda mrefu, lakini kidhahiri ni mtu ambayo anahesabika katika salihin. Baada ya muda nikasikia jamaa kafariki, na kafarikia nchi sio nchi yetu Omani, kafarikia nchi bila kuitaja. Almuhim tukasikitika kwa sababu ni rafiki yetu hakadha. Sasa tukashangaa maiti ile haikuja la siku moja wala siku mbili wala siku tatu, imechukua kama kiasi wiki mbili mpaka maiti iletwe, na sio kawaida. Sababu ya kifo akasema kuwa alifikia hoteli na ile sehemu au ile nchi ilikuwa ni time ya baridi. Sasa aliwasha hita ambayo ilikula oxygen na aka suffocate katika ile kulala. Sasa wana hoteli wakaona huyu mtu bora kaja siku mbili tatu hatoki kabisa, wakaamua kuripoti polisi kuja kuvunja mlango, wakakuta mtu kaisha ondoka duniani. Lakini kilichotokea pale kuwa ile polisi walivyochukua vitambulisho wakasoma, wakapigia ubalozi, kuna mtu wenu wa hakadha imemtokea kadha. Ubalozi kazi yao kuwa kupiga Omani, wakatafuta namba familia fulani, huyu mtoto wenu fulani fulani fulani, yuko wapi? Wakasema kaenda nchi jirani, ana kozi, na hali yeye kafa nchi mbali kabisa. Kwa hivyo hapo kuna uongo aliotumia marehemu huyo kuambia familia yake. Mna uhakika? Naam. Kasema kaenda kozi nchi jirani. Kaambia basi sawa. Wakafunga simu, wakakaa wakahakikisha tena, wakapiga tena simu, mtoto fulani huyu, tuliwaambia yupo nchi jirani. Haya, almuhim wakawachwa katika amri yani ya uhakika, mtu wenu kafariki. Basi ndio zikaja process ambayo tulishangaa wote, zilichukua muda mrefu mpaka maiti iletwe. Siku ile ambayo maiti itafika Omani, mimi nikamfuata baba yake na huyo marehemu, kaambia ami, mtu akikaa mochari muda mrefu tegemea atakuwa kabadilika. Kwa hivyo huyu maiti, huyu ndugu yetu akiletwa, msimuingize moja kwa moja kwa wanawake. Kwanza mtizameni sura, kama sura ipo sawa, baadaye wacha mama yake, mke wake, nani waje kumwaga. Haya, sawa, nakushukuru mwanangu, umetupa nasaha. Haya, saa ile inaletwa ile maiti, mimi nilikuwa nimesimama nje. Imepelekwa wapi? Kwa wanawake moja kwa moja. Mimi nimekaa nje, na hii kisa na kizungumzia kimepita labda miaka 8 sasa hivi, sio jana, lakini kama nipo pale, yani kama nipo katika hizo ahdathi hizo, nikasikia wanawake wanalia kama umeona jini. Nikasema a'udhu billahi minash rajim, mtoeni, sio yeye, sio yeye. Nikamfuata ami, nikamwambia si nilikwambia? Akasikitika. Almuhim wakamleta sehemu ya kuosha maiti, walikuwa wameshaandaa sehemu ya kuosha maiti, na maiti wanaletwa kwa na mifuko ya plastiki. Sasa alivyoletwa pale, kuna wazee ndio waoshaji wa maiti, wakakunja, na wakumbuka walikuwa kanzu zao hivi, ulivyofunguliwa tu ule mfuko naona rivers wanapiga. La ilaha illa Allah, kuna nini tena? Mimi nipo mbali, sikujua nini. Sasa shemeji yake na huyo marehemu akanifata, akaniambia, ya akhi Sheikh Saud, wewe upo hapa, tumewakilisha amri yote ya huyu maiti kwako wewe. Sasa tizama, kama anaosheka mwoshe, kama sijui vipi, wewe utaamua vipi. Mimi nikaenda nikamgusagusa hivi, kweli sura imebadilika, sio yule ambayo mimi namjua. Sura inaonesha huzuni
na si kitu ambacho kinafurahisha kuona kwa maiti. Sasa almuhim tukamstiri, lakini nikamwambia mimi kazi yangu imeisha hapa, mchukueni mzikeni, mimi sitaenda. Nikarudi nyumbani, nikakaa miaka 6 nafikiria huyo hatima yake ilikuwaje mpaka yametokea haya mambo. Subhanallah. Baada ya miaka 6 nimeingia dukani kule kwetu, akaingia shemeji yake yule alionipa amri ya kumwosha, na yule alikuwa ni police officer. Akanambia, umeona dunia kwa marehemu rafiki yako? Nikamwambia vipi? Anasema hiyo story ya kusema alisuffocate ajili ya oxygen na nini, mimi na balozi tulitunga kumstiri tu, lakini huyu kweli alifika kule, alikuwa na appointment ya uzinifu na mwanamke, na alivyofika siku ile ile kweli walisuffocate, lakini hakusuffocate yeye, walisuffocate watu wawili, wakafa yeye na mzinifu mwanamke mwenzio, wamekufa. Mpaka walivyokuja kuvunja ile mlango na nini, waliokuta mtu na mwanamke katika hali, yani mwanaume na mwanamke katika hali ya uzinifu, na wamekufa hivi. Sasa hiyo na kuvutia kuwa usifanye kitu kidhahir, lakini batin ipo mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah hadanganyiki na ndevu zako, Allah hadanganyiki na kanzu fupi, Allah hadanganyiki na sijui mnakiita nini, alama ya sujud sijui, la. Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema, innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin, anakubali kwa wale waliokuwa wacha Mungu. Kwa hivyo kuwa mcha Mungu ili Allah akukubalia amali yako na usipate fedhiha, kwa sababu hii fedhiha kubwa imemtokea huyu mtu, kakata kilomita si chini ya 3,000 afate uzinifu na afe katika hali ya uzinifu, wal iyadhu billah.